Wengine wanasema kwamba huyu ni Magufuli anayeishi. Wengine wanasema kwamba huyu ndo kiongozi wa kuigwa barani Afrika. Sio mwingine bali ni Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso, ambaye anafanya maajabu mpaka sasa hivi nchini kwake. Anagombana sana na mataifa ya kimagharibi. Yani inamaanisha kwamba kuna Ufaransa, Itali, Marekani, wote hao ndo anavita nao kubwa kwa sababu tu ya unyonyaji ambao wameufanya kwa kiwango kikubwa sana nchini kwake. Vita ambayo inaendelea sasa hivi na hawa watu wa magharibi sasa hivi amehamishia vita kwa Donald Trump, ambapo ameweza kuchoma nguo zote za mitumba zinazotoka Marekani. Maana kuna watu wanafanya biashara za mitumba, yani wananunua nguo huko baro za mitumba kutoka Marekani, halafu wanakwenda kuziuza Burkina Faso. Na hii kitu amekifanya kwa mlengo mzuri tu, japo ndo hivyo kwamba watu wengine wanatafsiri tofauti na wengine wanatafsiri vibaya kwa sababu ya hili tukio ambalo amelifanya huyu Ibrahim Traore. Yani hizo nguo amezichoma moto. Mitumba yote ilikuwa imeagizwa kwa kipindi hicho kutoka kwenye pengine kwenye makontena, sijui kwenye meri, kwenye ndege of course. Lakini kubwa ni kwamba wamezichoma moto nguo za mitumba baro zote ambazo zilikuwa zinaingia katika nchi ya Burkina Faso. Kwa wakati huo zimepigwa marufuku na hakuna kuagiza tena nguo za mitumba kutoka Marekani. Sababu moja kubwa ni kwamba aliyoifanya kuongeza uchumi katika nchi yake, kwamba uzalishaji wa ndani uwe mkubwa, halafu nguo waweze kwenda hata kupeleka kwingine. La kwanza. Lakini kubwa lililofanya mpaka zichome hizo nguo ni kwa sababu watu walikuwa wameanza kusumbuliwa. Wanadai kwamba walikuwa wanapata shida, wengine muwasho na kutoka vipele kwenye mwili na vidonda, baada ya kwanza kutumia hizo nguo kutoka huko katika nchi ya Marekani. Sasa baada ya kusikia hivyo, baada ya kuona hivyo, Ibrahim Traore akaagiza kwamba hizi nguo za kutoka Marekani zichome moto. Na hii naweza nikaona kwamba ni sahihi kwa sababu unapokuwa na uadui na mtu fulani, haujui huyo adui wako anajipanga vipi, huyo adui wako anatumia mbinu gani za kivita kukushinda wewe ambaye unapigana naye. Sasa inawezekana Marekani ameona kwamba hili jeshi limekuwa gumu, limekuwa la kibabe, na huyo mtu mbinu zake za kivita, yani Ibrahim Traore, mbinu zake za kivita ni nzito. Kwa hiyo anaanza kutumia kupitia raia kuwawekea vitu ili waanze kupata shida. Hiyo ni mitazamo ya Ibrahim Traore kwamba inawezekana ni mbinu za kivita za huyu Donald Trump. Hivyo basi, hii banning ya nguo, yani katazo la nguo kuingia kutoka Marekani, mitumba, yani inawezekana ikawa ni special, lakini mitumba hawazitaki tena, wanazichoma moto. Sambamba na hilo, hii inaaminisha kwamba huyu jamaa jinsi anavyoandaa, anavyojipanga, anavyoshindana na hawa watu wa magharibi, anajiandaa kwa namna yoyote ile. Hataki kuamini kwamba kupitia vitu vingine, misaada yoyote kutoka Marekani inaweza kumsaidia. Hataki, na ndio maana anajipanga kwa namna yoyote ile aweze kupigana na hawa watu kwa namna yoyote. Vita anayoiandaa, anayoipanga haieleweki, lakini na yeye anajipanga vile vile kutoeleweka. Kwanza, kukataza nguo za kutoka Marekani au kutoka nje, hilo katazo litashawishi wafanya biashara waweze kufungua viwanda ndani kwake. Yani hapo huyu jamaa hajarenga tu kwamba hizi nguo zina shida fulani. Naamini kabisa kwamba hilo katazo la kukataza hizo nguo zisiletwe, mitumba isiingizwe katika nchi yake, sababu ambayo inaweza kumsaidia yeye ni kwamba itaongeza uchumi wa pato lake katika nchi yake. Kivipi? Hebu fikiria, umekataza hivyo vitu, na uhakika ameandaa njia zingine mbadala kwa ajili ya kupata naweza nikasema kupata nguo. Watu wake, taifa lake litapataje hayo mavazi? Hayo mavazi itakuwaje? Kwa hiyo taifa lake na uhakika
limejiandaa kisawasawa kwamba ameshaandaa miundombinu mizuri kwenye mambo yote ya viwanda, kwamba sasa nakataza nguo za mitumba. Hivyo basi nataka wewe mwenye uwezo wa kufungua viwanda kwa ajili ya kuzalisha nguo uje tukae chini, niambie unafanyaje na mimi nitakusupport, kwa sababu huyo mtu ana support sana nchi yake, yuko tayari kufanya lolote kwa ajili ya nchi yake na raia wake. Kwa hiyo uchumi utaongezeka kwa sababu pato la taifa litakuwa linazalishwa humo ndani, alafu pia vile vile linatoka kwenda nchi zingine. Nina uhakika kwa sababu viwanda vikianza kuzalisha nguo nyingi hapo nchini kwake, watazalisha mavazi ya kutosha. Baada ya kuzalisha mavazi ya kutosha, yatatoka kwenda nchi zingine za jirani pengine ambazo zitahitaji hayo mavazi. Lakini sio hivyo tu, kwamba hicho kiwanda kinachozalisha hayo mavazi lazima kutakuwa na wafanyakazi ambao wanaoperate katika hicho kiwanda, wanaofanya kazi katika hicho kiwanda. Hivyo basi pato litaongezeka katika mfumo huu, yani uzalishaji wa ndani utaongezeka. Ukiongezeka pato linabaki hapo hapo ndani, lakini pia unafuu kwa wananchi raia wake, ajira zitaongezeka kwa sababu kiwanda hakiwezi kujiendesha chenyewe kama chenyewe. Ili kiwanda kifanye kazi kinahitaji watu wa kufanya kazi, na pengine kama ni kiwanda kikubwa kitahitaji watu wengi vile vile kwa ajili ya kufanya kazi. Hivyo hapo watanufaika biashara, watanufaika wafanyakazi wa katika hicho kiwanda, watanufaika wafanyabiashara watakao kuja kuchukua huo mzigo kwenda kuuza, lakini pia vile vile nchi yake yenyewe, wananchi wake watanufaika kwa kupata mavazi pengine kwa bei ndogo kabisa, tofauti na hivyo mpaka tofauti na kutoka kupata mzigo kutoka nje alafu ndio na wao wapate. Ndugu yangu, hizi mbinu za Ibrahim Traore ni mbinu ambazo ni nzito sana, lakini ukizifuatilia na ukitulia kuziangalia, jamaa ana future na nchi yake, jamaa ana future na watu wake, ana upendo na taifa lake. Huyu naweza nikasema ni mzalendo haswa. Kwanza hana habari shobo, hana shobo na mataifa magharibi kabisa, hana shobo nayo, hataki kabisa kujihusisha ukaribu na wao, kwa sababu hata hivyo ametafutwa mbinu nyingi sana za kuuawa. Lakini hili hapa ili nitakuelezea kwenye video nyingine ni namna gani ameweza kukwepa mishare mizito na jinsi alivyokwepa kupigwa na kuuawa na hao mataifa magharibi, kwa watu ambao ni pandikizi uwapo katika taifa lake, yani watu ambao wanafanya vitu kumshawishi ili tu wauawe. Anakupa mtu hela wakamuue rais wako, kitu ambacho kinawezekana. Na tumeshuhudia marais wengi sana wanageukwa na viongozi wake, wanauawa katika nchi au katika mataifa ya Afrika mengi tu tumeshuhudia. Kuna akina Sankara, kuna mataifa mengi sana. Nikisema nikuelezee huyu jamaa jinsi anavyojitahidi kukwepa hiyo mishare, na pengine nikasema ni Mungu tu anamsaidia, kwa sababu wanaoweza kumuua ni walinzi wake, na anabadilisha walinzi mara kwa mara. Na hii ni kutokana kwamba kishaona tu wewe unaleta habari zingine, anakuengua, hakuui, anakutoa pumzika, kaendelea mambo mengine. Na hiki ndicho anachokifanya. Kwa hiyo huyu ni Ibrahim Traore, ameweza kubani hiyo nguzo za mitumba, na hii ni njia nzuri kwake, na naweza nikasema taifa linaweza likakua na likaendelea vizuri sana. Mtazamaji, tuambie kwenye comment wewe maoni yako juu ya hiki ambacho anakifanya huyu Ibrahim Traore.